The book of Genesis chapter 10. Nataka nikuonyeshe watu hapa ambao walitembea na Mungu, na Mungu akafanya vitu na wao ambavyo alikuwa hajawahi fanya na mtu mwingine. Anaitwa Nimrod. Glory! Genesis chapter 10 verse 8 onwards. Genesis chapter 10. Cush begot Nimrod. He began to be a mighty one. Hebu tuanzie verse 5 hapo, nikuonyeshe watu wengine hapo ambao sitaki kuwa kama wao. From these coastlands, peoples of the Gentiles were separated into their lands, everyone according to his language, according to their families, into their nations. Move on very fast. The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan. The sons of Cush, Seba, Havila, Tabta, Sabta, Ramah, and Sabteka. And the sons of Ramah, Sheba, and Dedan. Cush, unaona, hao wengine watu wametajwa, hakuna kitu imetajwa kuhusu wao. The sons of who? This one, this one, this one. Yani kazi yao walifanya ni kuzaa tu na kushikianisha na mimba. Hakuna kitu kingine walifanya. Lakini ilipofika Cush yeye akasema mimi yangu itakuwa tofauti. Cush begot Nimrod. Hapo tunawekewa semicolon. He began to be a mighty one on the earth. Who? Nimrod. He began to be a mighty one. Where? On the not only in your village. Where? You're not talking where? Ile neema unaipata leo, utaanza kufanya vitu ambavyo dunia itakutafuta. Nasema dunia itakutafuta. Move on, tunaenda mpaka verse 11. He was a mighty hunter before the Lord. Nimrod. Wengine wote tujaambiwa story yao, tumetajiwa tu vile wamezaa, lakini Nimrod akasema mimi I distinguish myself. It must be different for me. Mimi sitaambiwa tu nilizaa, hapana. He was a mighty hunter before the Lord. Hiyo nakwambia ile hunting yake alikuwa anaifanya kama ministry kwa Mungu. Yes. It was not just a job, not just to feed his stomach. He was doing it as unto the Lord. Ndio Biblia inasema whatever you do, do it as unto the Lord. Hapo mahali uko leo hii, wewe ni housemaid, kuwa mwaminifu. Hapo mahali uko saa hii, umeajiriwa mshahara yako ni 1500, kuwa mwaminifu. Ifanye as unto the Lord. When you do it as unto the Lord, you attract anointing. You attract grace. You attract favor. You will not remain there. He was a mighty hunter. Mahali popote unaona the word mighty, you know the Holy Spirit is involved. Because the devil has some power, but he's not mighty. Might can never be associated with something natural. It cannot be associated with something evil. Might is associated with God. The Bible says the Spirit of God shall rest upon him. The Spirit of might. Yes. Might iko mahali roho wa Mungu yuko. So this man was full of the Spirit. He was not hunting just as ambition. Alijua mimi hapa ni mahali Mungu ameniweka, kwa hivyo Mungu atanitumia. His arrow could not miss a target. When he went out to hunt, he could never come back home empty-handed, because there was an anointing on him. I prophesy and declare to you, you will never come home empty-handed. Whatever you do, you will prosper. Whatever you do, you will prosper. Roho Mungu anakutuma leo na upako na neema. Hiyo biashara unayofanya, hiyo ya kuuza tomato, kuuza mboga hiyo, kuuza samaki hiyo, hapo kuuza hizo mayai hiyo, unaenda na upako. Unaenda na upako. Unaenda na upako. This is the anointing that takes over the marketplace. He was a mighty hunter before the Lord. And the Bible says, therefore it is said, kukakuwa na saying, kukakuwa na msemo, kukakuwa na slogan, that now his name is synonymous to success. Huwezi ongea kuhusu success without mentioning Nimrod. Unasema na haki ndanunua gari nzuri, wanasema like Nimrod. Haki ndajenga nyumba like Nimrod. Haki mimi biashara yangu itakuwa like Nimrod. Yani jina yake ikakuwa household name. Watu mnaelewa hiki kitu kweli? God is making your name a household name.
Hakuna mahali utaingia hawatatambua uko hapo. Hakuna kitu utafanya alafu ikwe kitu inapuuzwa. Hapana, watu watajiassociate na your success, your victory. Wataona vile Mungu alikuinua, waseme hata mimi Bwana atanibariki kama. Weka jina yako kama. Oh yes. Kwa hiyo field yako wewe ndio utakuwa role model. You are becoming a role model. We are becoming role models. We are becoming the system. We are shifting system, my God. We are shifting systems. We are changing things. Katika jina la Yesu. We don't bow to things. Systems will be shifted for us. Like Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Verse 10. Verse 10, very fast. And the beginning of his kingdom. Skiliza, from a hunter, now we are being told a kingdom. Wewe ndio unacheza. Wewe ndio hujui Roho Mtakatifu. Wewe ndio huko serious na Mungu. Mungu anaweza kukutoa kutoka mtu kubeba watu na bodaboda, akuingize uwe na malori yako. Mungu anaweza kutoka hiyo nyumba yenu ya matope, ya makuti, ya mabati hiyo. Hiyo nyumba yenu yenye saizi mahali muko hapo ndo umelelewa na it is well, hapo ndo mahali maisha imeanzia. Mahali chozi iko nje mnapanga line. Naambia harakisha nimekazwa Sasa Mungu anaweza kukutoa hapo akuingize uwe na magorofa zako hii Nyali. Hii ndo commissioning ile tunafanya leo hii. We are sending you to go prosper. We are sending you to go build empires for God. Go establish kingdoms for God. Under the kingdom of God, we are sending you to go take over. In the mighty name of Jesus, you are going to rule there. In the name of Jesus. Hakuna mahali utaenda watu wajue uko hapo. The beginning of his kingdom was Babel. Unakumbuka Babeli? Babel, the one Babel you know. That was the kingdom of Nimrod, a hunter. Watu wanasema, what's your professional? A profession, I'm a doctor. I'm a professor. I'm a lawyer. I'm a hunter. Na haogopi. Maana najua hii ndio Mungu amenipa. Ni sawa. Ninajivunia. Seti yote tunangangana na hii kazi, tunasukumana tu, ndio maana unalaaniwa, huna mapato, huna vitu, maana unaongea vitu chafu na kazi yako. Be proud of what you're doing. It's a legitimate work. It is better than being given money by a boyfriend or a muzungu man. Be proud of what you're doing. Don't be ashamed of starting small. You want God to bring you to your greatness? Don't be afraid of starting small. Never despise the days of small beginnings. Ati says yolewa na mwanaume ana gari, babako mwenyewe hana gari, na unasema utaki mwanaume ana gari. Hiyo ni roho, hiyo ni roho ya shortcuts, ni roho za mapepo. Ni roho ya kizazi. Don't be afraid of starting small. Kubali kujenga maisha yako na huyo kijana mwenye kona vision, huyo kijana ambaye ako na bidii, anakupenda na anakuvalue na akutumii. Kubali, anza naye hapo. Nasema mimi lakini nimeteseka maisha yangu, mimi mwanaume ambaye ana mshahara mzuri mimi sitaki. Wewe uko na mzuri. He started as a hunter. He was not ashamed of it. And he did it faithfully mpaka ikaitwa before the Lord. Mbingu ilitambua huyu jamaa, hii hunting yake is not just hunting for him. Anatutukuza na hii uindaji yake. Achilia neema. Jamaa katoka hapo, akaanza the beginning of his kingdom. Kalne, Babel, Erech. Yani, he is the father of ancient urbanization. Wakati ule watu walikuwa wanaishi kwa mahema, wanaishi kwa mapango. Yeye akakuja na idea. Anasema kwamba the land of Shinar. Songa mbele verse 11 kuonyeshe. Verse 11. From that land he went to Assyria and built what? Unakumbuka Nineveh? Mali huko ndo kwa mji sasa, modern cities. His cities, his houses, his homes were the modern places. Mpaka sherehe kwa huko, mpaka Mungu akasema hapana, huko sasa nitawapiga. Kwa nini? Alikuwa amejenga vitu modern. Excellence ya wakati huo. Sio unafanya kazi yako, mamende zimejaa, panya ziko hapo, na nasema watu hawaje kwa duka yangu. Watakujaje na uko na panya swa kulipe basi. Maana umeacha uchafu hapo, una excellence. Angalia Nimrod.
He built his modern cities then. Why? The anointing. Acha niwaachie hapa. I want us to do this commissioning now. Are you ready? Are you ready? Are you ready for the Holy Spirit? Roho Mungu anaweza kufanya ujenge vitu hazijaijengwa. Yeye ndiye alifundisha watu use bricks and mortar, kuchanganya, kutengeneza simiti. Hii Bamburi mko nayo saizi, founder wa hiyo technology ni Nimrod. He is the founder. Akaambia watu hapana, tutachonga majabali, tuchonge mawe, tuunde miji. Wakasema tutajenga kwanza mpaka ifike mbinguni. Ndio Mungu akaja akawaskata. Akasema sawa, ametuskata. Akatoka hapo, akaenda akajenga Shina, akajenga Nineve. Nineve ikakuwa mji mkubwa. From hunting to real estate to kingdom.